Sasa unaona mzee amekosa. Si unaona familia yote iko ndani ya kanisa. Asante sana. Wapendwa, nataka kumpatia nafasi yule ambaye ako kwa kamera. Usishike peke yako. Kuna watu pale wanapenda kulala tunapoingia katika huduma. Hivyo basi pia na wao wamulike ili waweze kuonekana kwamba tunapoingia katika ibada wanakuwa ni watu wa kulala. Hivyo basi nimekupea jukumu hilo kuwafikia na kuwanasa sawa sawa. Hivyo basi wapendwa, sitaki kupoteza muda, nataka tuingie moja kwa moja katika Biblia zetu. Wapendwa, tunapoishi katika maisha haya ni maisha ambayo tunaishi maisha ambayo yako na shida, changamoto na mateso ya kila aina. Hivyo basi, iwapo kwamba tutaishi katika safari, tutaishi katika dunia hii na tunasema kwamba tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Hivyo wapendwa, ni nini tunataka tujue? Wale ambao wanaandika topic yetu ya siku ya leo inasema kwamba Bwana leta utulivu katika ibada zetu. Bwana leta utulivu katika wapi? Katika ibada zetu. Katika ibada zetu tumepatiwa nafasi ya kipekee watoto wa Mungu kuwa katika eneo hili. Si kwa sababu kwamba wewe ni mzuri sana ukapata nafasi ya kufika hekaluni mwa Mungu, lakini ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Ametupatia nafasi, ametupatia uwezo. Si eti hatuna changamoto kule nyumbani, si kwa sababu eti hatuna changamoto za kimaisha, lakini changamoto, mateso ya kila aina yapo katika familia zetu. Ndipo tukasoma kitabu cha Isaya, mstari ya sura ya 25, mstari wa 9. Msomaji. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu. Ndiye tulikuwa tunamngoja. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Na tushangilie na kufurahia nini? Wokovu wetu. Wapendwa, wala ambao wanasimama kutangaza na kusema kwamba huyu ndiye Mungu wetu ni wale ambao walipitia shida, wakapitia magonjwa, wakapitia shida na changamoto za kila aina. Unaposoma kitabu cha Zaburi, the book of Psalms 34 verse 18 and 19. The book of Psalms 34, 18 and 19. Kuna jambo fulani Daudi analiangalia na analiona kwamba jambo hilo iwapo lingezungumziwa na liwekwe mikononi mwa Mungu lingekuwa na manufaa katika maisha yake. Msomaji, tusome katika kitabu hicho. Psalms 34 verse 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika mioyo na waliopondeka roho uwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. So swali ni je, wale ambao tuko kanisani tunapata mateso ama hatupati mateso? Tunapata mateso. Kwa sababu tunatazamia kutafuta haki. Wapendwa, mwandishi anaanza na kusema kwamba wale ambao wamevunjika, wale ambao wamesononeka, wamepitia shida na changamoto, Bwana yu karibu nao. Bwana yu karibu nao. Wale ambao wamepitia shida na changamoto za maisha. Mpendwa, unaweza pitia changamoto ambazo zinaweza kukusababishia utoke katika safari ya mbinguni. Watu wamepitia changamoto za kila aina, magonjwa ya kila aina, mateso ya kila namna. Wamama wamepitia mateso. Unapoangalia vile tumekaa hivi, hiyo kuna wazee peke yao, lakini hawako kanisani. Wababa hawapendi kanisani. Hata nyinyi si mnashuhudia, unaona kwamba wazee hatupendi kanisani. Lakini angalia hapa, mama wamejaa vizuri. Sehemu ile wamama wamejaa vizuri. Ni kwa sababu gani? Kwamba changamoto za maisha watu wanazopitia katika dunia tunayoishi zinaweza sababisha kwamba safari yetu ya mbinguni isije ikawa sawa sawa. Lakini wapendwa, tumaini ni kwamba wale ambao wanapitia changamoto, wale ambao wanapitia shida kama hizo, Biblia imesema kwamba Mungu yuko pamoja na wao. Hivyo basi tusikose kumtafuta Mungu kila wakati. Tusikose kumkimbilia Kristo kila wakati. Licha ya kuwa shida zipo katika dunia hii, licha ya kuwa mateso yapo katika dunia hii, tumtazamie Kristo kama mwokozi wa maisha yetu.
wanaomkimbilia, wale tu waliomtafuta. Hivyo basi wapendwa, tumtafute Kristo, tumtafute Kristo tungali na nafasi. Tumtegemee Kristo katika maisha yetu. Usijigambe kwa sababu ya watoto wako, usijigambe kwa sababu ya masomo yako, lakini umtazamie Kristo kama kimbilio na tegemeo la maisha yako. Wapendwa, wale ambao wamepondeka roho, wale ambao wamevunjika mioyo, Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu yupo pamoja na wao, lakini ni wewe mwenyewe kupeleka shida zako kwake ili aweze kupatia nafasi ya kipekee ya kupata utulivu. Wapendwa, ndiposa tukasema kwamba Bwana, leta utulivu katika ibada zako. Leta utulivu katika wana wako wanaokutafuta, wanaokukimbilia kila wakati. Jinsi tulivyo hivi, shida zako si kama shida za mwenzako. Kila mtu wako na shida mbalimbali, lakini hizo zote zinatuleta kwa pamoja tuje kanuni mwa Mungu ili tuweze kupata nafasi ya kukutana naye Kristo. Mwandishi fulani anasema namna hii: tunapojiandaa kwa ajili ya kurejea kwa Yesu Kristo mara ya pili, tumaini kubwa tu ni kuacha shida zetu na mizigo yetu kwake Kristo. Bwana, leta utulivu kwenye ibada zetu, kwa sababu sisi ni wanyonge. Sisi peke yetu hatutaweza, wewe peke yako hutaweza. Iwapo tutamwalika Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, katika ibada zetu, katika nyumba zetu, katika familia zetu, wapendwa, tutakuwa watu wa manufaa, na kwa hakika Kristo ajapo mara ya pili tunaweza pata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Msomaji, the book of Psalms 119 verse 50. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 50. Hebu tusome. Iseme, hii ndio faraja yangu katika taabu yangu. Hii ndio faraja yangu katika taabu. Katika taabu yangu. Ya kwamba ahadi yako imeniumbisha. Somaji, rudia. Pia, hii ndio faraja yangu. Hii ndio faraja yangu Katika taabu yangu. katika taabu yangu. Ya kwamba ahadi yako imeniuisha. Niacha kipaza sauti kwa sababu naona na strain na inaniumiza. Sasa nitumie mdomo. Wapendwa, Daudi anapoangalia maisha haya, anaona kwamba iwapo yeye mwenyewe, ikiwa maisha yake yeye mwenyewe binafsi, anaona kwamba mateso anayoyapitia yanamfanya akose nafasi ya kuingia mbinguni. Lakini sasa anataka kutuonyesha kwamba iwapo faraja yake, msomaji, hebu rudia sehemu hiyo. Hii ndio faraja yangu. Hii ndio faraja yangu. Huyu ni Daudi anazungumza pale. Katika taabu yangu. Katika taabu yangu. Ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Ahadi ya Mungu imeweza kumuhuisha. Hivyo wapendwa, mimi na wewe, ahadi ya Mungu kwetu lazima tumtegemee. Tuzidi kukaa ndani yake, ili Kristo anapotuandaa katika safari ya mbinguni, anapotuleta pamoja kwa ajili ya kurithi uzima wa milele, mimi na wewe, faraja ya Mungu kwetu ni sisi wenyewe kujiandaa na kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Hivyo basi wapendwa, mateso tunayoyapitia, shida na changamoto tunazopitia katika dunia hii zinaweza kutusababishia tutoke katika safari ya mbinguni. Mateso hayo yanaweza sababisha watu wengine kukosa nafasi ya kipekee katika uzima wa milele. Mpendwa, tumaini ni kwamba tuzidi kumtazamia Kristo, tuzidi kumtafuta Kristo wakati tungali na nguvu. Tuzidi kumtafuta Kristo wakati tuko na uwezo, wakati kama sasa tuko na afya, wakati kama sasa tuko na uhuru wa kuabudu. Wapendwa, kuna mahali pengine watu hawawezi abudu. Kuna mahali pengine watu hawana nafasi ya kukusanyika kama vile tumekusanyika hivi kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Iwapo tuko na nafasi, tumtafute Kristo kama mwokozi wa maisha yetu.
tutafute nafasi ili tulihubiri jina la Mungu, tuzidi kuliinua kwa sababu tungali na nafasi. Wapendwa, utulivu katika ibada zetu utaanza kuja tu ikiwa sisi wenyewe tutajiandaa na kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Naposoma kitabu cha First Chronicles, Mambo ya Nyakati, First Chronicles 16 verse 8, kuna mambo fulani yako pale ya kutupatia tumaini. Ni nini kinatupasa tufanye wala ambao tumejiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili? Msomaji, Mshukuruni Bwana. Mshukuruni Bwana. Liiteni jina lake. Liiteni jina lake. Wajulisheni watu Wajulishe watu wote matendo yake. Imeishia pale kwamba tushukuru na tusidi kuliita jina lake. Wapendwa, mahali popote unapokuwa, mahali popote unapofanya kazi, zidi kuliinua jina la Mungu na usidi kutangaza sifa zake, sababu ya mambo makubwa amefanya nini? Ametutendea. Hebu jiulize, hii miaka ulio nayo Mungu amekutendea nini? Umwambie, hii miaka ulio nayo Mungu amekutendea nini? Wapendwa, tusidi kumtafuta Mungu kwa sababu ya matendo yake makubwa, kwa sababu ya upendo mkubwa ametuonyesha, na ile nafasi ambayo ametupa, tuko hai, tusidi kulitangaza jina la Mungu. Tumtafute Mungu wakati tungali na nafasi. Mwandishi wa kitabu hiki anasema kwamba tushukuru, sije ya kuwa shida ziko, sije ya kuwa mateso yapo, sije ya kuwa mzee amekusumbua, sije ya kuwa mama amekusumbua. Usidi kumshukuru Mungu kwa kila jambo, na usidi kutangaza matendo yake makubwa. Wapendwa, dunia tunayoishi sasa ni dunia ambayo haina raha yoyote, ni dunia ambayo haina utamu wowote. Yale ambayo yanatendeka, yale ambayo yanafanyika katika dunia hii, wala ambao wako na televisheni, unapoangalia mambo yanatokea katika dunia yetu, ni mambo ya kuogofya sana. Na hayo yote ni matatizo na changamoto za maisha watu wa Mungu wanazoendelea kupitia. Lakini hayo yasije yakawa ya kutuongoza kutoka katika safari ya mbinguni. Wapendwa, tuko katika safari ya mbinguni. Mimi na wewe tuko katika safari ya mbinguni. Tusidi kumtafuta Kristo, tusidi kumtumainia kila wakati katika shughuli zetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu. Tumtumainie Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Mimi na wewe, Kristo achapo mara ya pili, tuweze kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Msomaji, msome kitabu kingine, The Book of Psalms 35 verse 18. Zaburi 35 mstari 18. Sema. Ukasema, nitakushukuru katika kusanyiko kubwa. Nitakushukuru kwenye kusanyiko kubwa. Nitakusifu kati ya watu wengi. Nitakusifu kwenye watu wengi. Walio adui zangu bure wasinisimame. Wale ambao wanasababisha mateso yako, wale ambao wanasababisha uchungu ulio nao, wale ambao wanasababisha wewe kuondoka katika safari. Daudi anasema kwamba atazidi kulishukuru jina la Mungu kwa watu wengi. Je, wewe unapokosewa humu kanisani, unawaachia watu wengine kanisa? Unapopitia changamoto kidogo, umewaachia watu wengine kanisa? Elas ndio wamekuja, wacha tu wapambane na kanisa lao. Lakini hilo sio lengo kubwa ambao Daudi anapoandika kitabu hiki. Anasema kwamba nitazidi kulisifu jina la Mungu kwa sababu amenionyesha mambo makubwa. Anazidi kulisifu jina la Mungu katika kusanyiko kubwa. Unaposimama hivi, usione yale shida unazopitia, usione zile dhambi zako ulizo nazo.
lakini usidi kuona utukufu wa Mungu na nafasi ya kipekee ambayo amekupa ukaweza kufika siku ya leo. Wapendwa, watu wako na changamoto mbalimbali, lakini hayo yote si ya kusababisha utoke katika safari ya mbinguni. Ni watu wangapi walianza katika safari ya mbinguni na wako sasa? Kuna mwandishi fulani Ellen G. White anasema katika kitabu fulani, anasema kwamba walipoanza safari walikuwa watu wengi. Mimi na wewe tukaanza safari ya Ukristo, tukatoka Sondu kwa ajili ya kutangaza jina la Mungu. Tukaja katika kanisa hili ili tukue kusanyiko kubwa kwa kutangaza neno la Mungu. Lakini watu hao walipoendelea na safari wakakumbana na changamoto, wakakumbana na vikwazo ambavyo viliwasababisha wengine kuondoka katika safari. Walipokuwa wakiendelea na safari, mwandishi anasema kwamba kuna wengine walikuwa na mizigo mizito ikawasababishia wakawacha safari. Je, biashara zako zinaweza kukufanya uache safari ya mbinguni? Je, biashara zako zinaweza kukusababishia uache Ukristo wako kwa sababu hutaki kuachilia biashara zako? Je, watoto wako wanakusababishia uache safari ya mbinguni? Mwandishi anasema kwamba kuna wale ambao walikuwa na watoto waliwacha nyuma kwa sababu wanapozidi kusonga mbele njia ilianza kuwa nyembamba. Njia ikaanza kuwa fupi. Iwapo ungekuwa na mtoto haungemshika mkono utembee naye. Watu wakaendelea na safari, wengine wakaacha safari kwa sababu ya vikwazo vingi ambavyo viliweza kufanya watu hao wakakosa matumaini. So misigo hii tunayopitia, changamoto za maisha, ukosefu wa fedha, uchumi kuharibika, hizo zote sisi tusababishie kuacha safari ya mbinguni. Wapendwa, tusidi kuwa imara, tusidi kumtafuta Kristo kama Mwokozi na ngao ya maisha yetu. Mwandishi anaendelea kusema kwamba walipoendelea na safari, njia ikawa nyembamba zaidi hadi kiwango cha kwamba hata koti zao wakaweza kufanya nini? Wakaweza kufua ili kuendelea na safari. Safari wanapozidi kuendelea, njia ikawa mfinyo zaidi, ambapo sasa ingelazimu mtu kupita mmoja mmoja ili aweze kufika sehemu nyingine. Wapendwa, mwandishi anamaliza na kusema kwamba walifika mahali pengine wakapata kwamba kifukio cha kuvuka ng'ambo nyingine ilikuwa ni kamba. So wale ambao walikuwa na ujasiri wangeweza kuvuka ng'ambo nyingine. Wale ambao walikuwa na matumaini ndio waliweza kufika ng'ambo nyingine. Wale ambao walitazamia kuenda ng'ambo hiyo ndio waliweza kuvuka. Lakini wale ambao walikumbuka mali zao, wale ambao walikumbuka mizigo zao, wale ambao walikumbuka vitu walivyo navyo nyumbani, hawangeweza kufika, kwa sababu wanapoangalia kifukio ni kwamba unapita juu ya kamba, sehemu hii ni ponde kubwa, sehemu hii ni ponde lingine. Mtu anakosa matumaini, anakosa kuendelea na safari. Vivyo hivyo wapendwa, ndivyo ilivyo katika siku zetu. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Unapoangalia maisha unayoishi sasa, hauoni mbele, hauoni upande huu na upande mwingine. Unapoangalia watoto jinsi wanavyokukimbiza, kari unasababisha watu watakuacha familia zao. Kifedha kinaweza kufanya, kipato kinaweza kufanya familia nyingi kutengana. Lakini hilo si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba licha ya mambo tunayopitia hapa duniani, licha ya kuwa mateso tunayopitia hapa, ni ya kutuandaa kwa ajili ya kurejea kwa Yesu Kristo mara ya pili. Haleluya. Wapendwa, tusidi kutia nguvu, tusidi kushika moto. Licha ya kuwa tunapozidi kuwa wanyonge, ndipo Kristo hapo karibu kurejesha ufalme wake. Wakati ule tunaona kwamba tumechoka na Injili, ndipo Kristo anarejesha ufalme wake. Wapendwa, tusije tukakosa katika mti ule. Ndiposa waimbaji wakaimba hapa kusema kwamba wale ambao wako wanasikiza Kifaransa waliimba, walisema kwamba tusidi kukasana, tusidi kutia nguvu ili tuweze kufikia mti ule. Wakasema ni mti ambao utakuwa na
mambo matamu. Utakuwa ni mji ambao tutakuwa na kifo. Utakuwa ni mahali penye tutakuwa na magonjwa. Wote wale ambao tumemwamini Kristo, tutakapoingia katika mji huo, utakuwa ni mji wa raha. Utakuwa ni mji wa ajabu. Ni mji ambao mimi na wewe tunahitaji kuwa pale. Isiwe ni kazi bure uliyoifanya katika dunia hii. Isiwe ni kazi bure uliyoifanya kwa kuja kanisani kila Sabato, uko kanisani, uko hapa kwa kuhubiri watu, lakini ukose katika mji ule ambao tumeandaliwa. Ni mji ambao ni mji mtakatifu, na wale ambao watakaoingia pale sio wale watu ambao ni walegevu. Biblia wakati mwingine inanipatia furaha kusema kwamba wale ambao watakaoingia kule na Biblia inasema hapa. Biblia inasema kwamba ufalme wa mbinguni unatafutwa na nini? Unatafutwa na nini? Na nguvu. Mbona basi sisi tukose nguvu ya kutafuta uzima wa milele? Mbona mimi na wewe tukose nafasi kwa sababu tuko na nguvu, tuko na uwezo? Mbona tukose katika uzima ule? Wapendwa, katika maisha tunayoishi, Mungu anatupangia mambo mazuri. Mungu ametuandaa na anataka tufanye yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Wale ambao watapitia changamoto, wale ambao watakuwa na shida, wale ambao watateseka katika dunia hii, wao ndio watakaosema. Unaposoma kitabu cha Isaya sura ya 25 mstari wa 9, hapo ndipo anasema kwamba siku hiyo watasema. Akina nani hao watasema kwamba tazama uje Mungu? Msomaji, hebu soma katika sehemu hiyo. Isaya 25 mstari wa 9. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, tuliye mungoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliye mungoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wetu. Haleluya. Kwamba wale ambao walipitia na changamoto za maisha au na wakashikilia imani, si kwa sababu kwamba utapitia changamoto na upate uzima wa milele. Utapitia shida, lakini wewe mwenyewe lazima utikane nafsi yako, usimame imara katika neno la Mungu, ndiposa uweze kupata nafasi ya kuingia mbinguni. Ndiposa uweze kupata nafasi ya kusema tazama, huyu ndiye tulikuwa tunamngoja atusaidie. Na tufurahie kwa sababu wokovu wetu umefanya nini? Umekuja. So ni nini kinakuzuia usikuwe miongoni mwa wale ambao watapata nafasi hiyo? Ni nini kitakuzuia usipate nafasi ya kujumuika na wengine kwa ajili ya kurejea kwa Bwana Yesu Kristo mara ya pili? Mpendo wa mimi na wewe, usifanye mambo ya dunia hii ya kukoseshe kupata nafasi ya kuingia mbinguni. Usiangalie watoto wako jinsi wamesoma, usiangalie mali ulio nayo, usiangalie kwamba wewe uko na hekima, uko na pesa, uko na kila kitu inachompasa mwanadamu kuwa nayo ili ukose uzima wa milele. Afadhali upoteze vitu vya dunia hii na upate uzima wa milele. Haleluya. Upate uzima wa milele ambao tutakuwa na kifo, bado tutakuwa na magonjwa, ambao tutakuwa na shida tunazopitia sasa hivi. Wapendwa, ni mji ambao mtakatifu. Mji huo ndio nataka kuwaletea hivi leo, kwamba mji huo ambao tumeandaliwa ni mji ambao ni wa watakatifu, ni wa watakatifu, wale ambao watashika amri za Mungu, watafanya kulingana na mapenzi ya Mungu, ndiposa tuweze kufikia uzima wa milele. Tunakukaribisha kwa njia ya kipekee katika mji huo ambao tumeandaliwa, ambao mimi na wewe tumeandaliwa. Hatutapaguliwa kwamba hatuna fedha, hatutapaguliwa kwamba hatukusoma, hatutapaguliwa kwamba hatukuwa na nyumba nzuri, hatutapaguliwa kwamba hatukuwa na gari nzuri, lakini kule kutakuwa ni nyumbani mwa Baba yetu. Wale ambao watakaoingia pale ni wale ambao wamechikana nafsi zao, ni wale ambao walipitia shida, wakapitia changamoto za maisha, wakasimama imara, wakatangaza na wakashuhudia
wakasimama imara, watu hao ndio watakaoingia katika mji ule ambao tumeandaliwa. Wapendwa, mimi na wewe tujikane nafsi zetu, tujiandae ili Kristo ajapo mara ya pili tupate nafasi nyingine. Kristo ajapo mara ya pili tuweze kupata taji ambayo tumeandaliwa. Wapendwa, mchana wa leo mimi na wewe tunapokuwa katika maisha haya tujiandae ipasavyo na inavyompendeza Mungu ili tuweze kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Wapendwa, iwapo kwamba uko na nia, iwapo kwamba uko na tumaini kwamba Kristo ajapo mara ya pili nao utapata nafasi nyingine, usimame mahali popote ulipo tunapofanya ombi kwamba Kristo ujapo mara ya pili mimi sitakosa. Ujapo mara ya pili, licha ya kuwa shida na changamoto katika dunia hii, licha ya kuwa mateso yapo katika dunia hii, Mungu nami naomba kwamba uniongoze, unibariki, uniandae katika safari hii. Ikiwapo uko na ombi kama hilo, utasimama mahali popote ulipo, ikiwa kwamba umejiandaa na umesema kwamba Mungu unapobariki watu wako, unapofanya watu wako wakutambue, unapofanya watu wako wakujue, nami nahitaji kufanya maamuzi ya kipekee. Nisije nikakosa katika mji ule, nisije nikakosa katika sehemu ile ambayo tumeandaliwa. Watakatifu watakapokuwa pale, nami iwe pale na familia yako. Wapendwa, andaa familia yako. Wapendwa, andaa familia yako ili isije ikakosa pale. Kristo anapokuuliza swali, nikakupatia familia, nikakupatia mke, nikakupatia mume, nikakupatia watoto, lakini hukuandaa kwa ajili ya kupata nafasi hii. Wapendwa, tulipokuwa tukisoma asubuhi lesoni zetu kwamba Nuhu akaokolewa na familia yake, hivyo basi Nuhu alianza kuandaa watu wake, akawajulisha habari nzuri, akawajulisha habari njema. Yawezekana kwamba kuna watu wako kanisani na hajui mahali penye mke wake yupo. Kuna mtu wako kanisani lakini hajui mahali penye mume wake yupo. Kuna watu ambao wako kanisani lakini hawajui mahali penye watoto wao wako. Wapendwa, hilo ni jambo ambalo tunamkabidhi Mungu. Tulilie watoto wetu, tulie kwa Mungu kwamba utusaidie. Saidia watoto wetu, saidia waume zetu, saidia wake zetu, Kristo ujapo mara ya pili, na wao wasikose mji ule ambao tumeandaliwa. Tunapoitwa kule mbinguni, nawe uwe na familia yako. Wapendwa, changamoto za maisha zisikufanye ukose katika safari ya mbinguni. Changamoto za maisha zisikufanye ukose nafasi ya kuingia mbinguni. Hivyo wapendwa, nataka kuwaletea habari njema kwamba mji ule ambao umeandaliwa kwangu na kwako, wale wote ambao wamejiandaa. Hivyo basi tujiandae na tujikabidhi mkononi mwa Mungu. Tusidi kuinua jina la Mungu licha ya kuwa shida zitakuwepo. Tusidi kumsifu Mungu na tujiandae ili Kristo ajapo mara ya pili tuweze kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Mungu natubariki tunapoingia katika maombi. Nataka tuchukue muda wetu mfupi, dakika moja tu, unapojisemezea, unapowalilia watoto wako, unapomlilia mume wako, unapomlilia mke wako kwamba katika safari hii changamoto zipo. Kuna watoto wetu ambao wako mbali, hawako karibu na nyumbani. Uwakabidhi mkononi mwake Mungu, ili tunapokuwa katika safari ya mbinguni, tunapokuwa katika safari hii, licha ya kuwa shida na changamoto zipo, hizo sisi tufanye tukose kwenye uzima. Hivyo tutakapofanya hivyo dakika moja, alafu tatamatisha kwa ombi. Mungu na atubariki. Mfalme na Baba wetu wa mbinguni, Mfalme, tumekuja kwako jinsi tulivyo, tukiwa wanyonge na wadhaifu ambao hatufai machoni pako. Tumetenda kinyume na mapenzi yako, Mfalme wa ajabu. Lakini Mfalme, tumejikabidhi mikononi mwako kwamba utusaidie na utuishe, utusafishe ili tuweze kukubalika machoni pako. Mfalme, kuna wamama hapa, kuna wazee hapa, kuna vijana na watoto ambao Mfalme hawachizi vyema, miili yao inauma. Mfalme, tumekuja kwako ili tuweze kupata uponyaji.
Wewe ni tabibu mkuu. Mfalme, hakuna lile ambalo unalo kushinda. Lakini mfalme, unyonge wetu usifanye tukakosa nafasi ya kusogea karibu na kiti chako, mfalme wa amani. Asubuhi hii wana wako wanapolia kuja kwako mfalme, usikie maombi yao na uwasaidie, uwatimisie kulingana na uwezo wa mbingu mfalme. Baba, kuna watu ambao tuko hapa na Baba, sisi ni wagonjwa kiroho. Mungu wetu, tubariki na uzidi kutushikilia, tuonyeshe njia, na zaidi ya vyote tuweze kufanikisha safari yetu ya mbinguni, kukutana nawe asubuhi njema utakaporejesha ufalme wako. Mfalme, kuna watu hapa ambao wako na mahitaji mbalimbali, wako na shida mbalimbali, changamoto za kila aina. Mfalme, tumewakabidhi mkononi mwako. Baba Mungu, wafunike na uzidi kuwasingira na damu yako iliyomweka msalaba, kwamba tutakapotoka hapa kwa hakika tutasema kwamba tumekutana na ufalme wetu. Mungu wetu, bariki kila mmoja wetu, bariki watoto, bariki vijana, bariki wamama pamoja na wasee, na pasta wetu waliye hapa. Mungu wetu wa mbinguni, zidi kutubariki na tutazidi kuliinua jina lako, kwa sababu wewe ni mfalme na Mungu wetu. Sasa hivi mfalme, tutakapoenda kutawanyika kwa ajili ya chakula cha mchana, mfalme, zidi kuwa na kila mmoja wetu, utubariki na utuongoze kwa jinsi upendavyo, manake ndilo ombi letu katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu wa